kupoteza ni sehemu ya mchezo wa mpira wa miguu. Kwa sisi watu ambao tumebobea kwenye huu mchezo, jambo la kwanza unatakiwa utoe heshima kwa mpinzani. Si tukwenda kucheza na watu wa shule pale. Sasa timu ya ligi kuu imejiandaa vizuri katika makosa ambayo sisi tumeyatengeneza, wameweza kuyatumia na wamepata matokeo mazuri. Kwa hiyo kwanza tunawapa pongezi zao Dodoma Jiji. Hivi Simba wanaishije mani? Bana wewe nenda bwana. Yaani kama mtu nimefungwa mechi moja, kila mtu semaje Simba wanaishije ya maisha? Hali ni ngumu. Ndio hiyo kwa hivi? Mungu atusaidie. Mtu mzima leo. Mwakitoa kule semaje? Kwa hiyo kwanza unampa sifa mpinzani wako. Amejiandaa vizuri, makosa ambayo tumeyafanya ameweza kuyatumia. Jambo la pili, tunafanya tathmini yetu kama timu kuangalia tulichezaji. Mimi ukiniuliza mechi ya jana ni miongoni mwa mechi ambayo Yanga tumecheza vizuri in terms of kutengeneza nafasi. Ziko mechi ambazo Yanga tumecheza yani ile tunashikilia roho lakini hatukupoteza. Lakini jana tumecreate nafasi kimpira zaidi ya 7 clear. Lakini bahati haikuwa kwa upande wetu, zile nafasi tukuweza kuzitumia. Wenzetu wametumia nafasi zao chache na wameweza kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo kimpira tumecheza vizuri, lakini matokeo hayakuwa upande wetu. Kwa hiyo ni kiasi cha benchi la ufundi kwenda kwenye uwanja wa mazoezi tena, ni kiasi cha wachezaji kutafakari mechi ya jana ilivyokuwa, makosa yalivyokuwa na kwenda kuyaboresha. Duniani naulia tena, hakuna timu isiyofungwa. Na sisi Yanga tulikuwa tunacheza tukiamini ipo siku kimpira hivi tunaweza tukapoteza mechi. Imekuwa jana, tumesema alhamdulillah, tunaendelea na pambano. Uzuri ni kwamba tuna faida ya point bado kileleni. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi wana Yanga tuamue. Kama nilivyosema jana, sisi ubingwa tunao bado mkononi. Jukumu ni sisi kuamua sasa. Tuendelee kupiga mdomo, tuendelee kuchambua wachezaji, tuangushe ile kombe au tushikamane kwenye hizi mechi 7. Hawa ndio watoto wetu hao. Hawa ndio wanaotuparaha kila siku hao. Inapotokea wanaamka vibaya siku moja, haimaanishi na sisi ndio siku hiyo hiyo tunaanza kujifanya kina Dr. Liki hapa tunawachambua siku nzima. Ni sehemu ya maisha. Kila mwanadamu ana siku mbaya kwenye maisha yake. Unaweza ukaamka leo hivi mambo yakawa tofauti kwenye shughuli zako. Kwa hiyo hawa vijana wetu ambao wametupa heshima, michezo 42 tulikuwa hatujafungwa. Imetokea bahati mbaya mchezo 43 hawakuamka vizuri, baadhi yao tumepoteza mchezo. Imeisha. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaangalia malengo ya Yanga ilikuwa ni kubeba ubingwa, sio kumaliza msimu bila kufungwa. Malengo ya Yanga kubeba ubingwa, bado tuna faida ya point, tushikamane hapo sasa kutafuta uchampioni. Zuri ambao nimejifunza. Kwa nyinyi wachambuzi. Nimejifunza jana. Yanga ikishinda ligi mbovu. Yanga ikishinda ligi mbovu. Yanga ikifungwa usajili mbovu. Yaani hamkosi neno mkuja swala Yanga. Kali mna shift tu itap. Mmejiandaa kwamba Yanga yaani mechi tungemshona jana Dodoma goli 4. Mngesema hiyo mechi ni Antoni na Mavunde hiyo. Sio maneno yenu Antoni Mavunde, Yanga ligi mbovu, wapinzani dhaifu. Tumefungwa na huyo Antoni Mavunde huyo. Imehama mada sasa. Yanga usajili mbovu. Kwa hiyo sisi tunataka tuwaambie kwamba nataka mashabiki wa Yanga walielewe hili kwamba huu msimu pia ni mgumu. Hata matokeo ambayo tumeyapata jana ni matokeo ya sisi kuamini katika maneno ya ovyo yanayozungumzwa na baadhi ya watu kwamba msimu dhaifu, wapinzani dhaifu na nini, tunachukulia poa mambo. Msimu huu ni mgumu. Kila timu imejidhatiti. Kwa hiyo kipigo cha jana kitushtue, kituamshe wana Yanga wote. Tupambane mechi zobakia 7 tupate uchampioni inshallah. Hali ni pressure kiasi. Jana ndani ya mchezo wa jana pia alitokea sintofahamu ya kwanza kutoka kwa Djigui Diarra, lakini baadaye ikaonekana kama kuna mtafaruku kati ya Diarra na mabeki. Iko hamna mtafaruku wote, ni sehemu ya mchezo wa mpira wa miguu. Kwa mtu ambaye unajua mpira, wachezaji kubadilishana maneno katika hali ya kuipambania timu ni kitu cha kawaida kabisa kwenye football. Hayo ni mambo ambayo yanaishia kambini na mashabiki wanachama wanataka kuona timu yao ikicheza na kupata matokeo mazuri. Mambo mengine haya ambayo wachezaji wanapishana hapa, huyu anafanya hivi anafanya hivi, ni vitu vya kawaida kabisa kwenye football. Vimeanzia uwanjani, vitaishia kwenye uwanja wa mazoezi. Mechi ijayo
watarudi tena kwa ajili ya kupambania timu yetu. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida, wala havistahili kuwa habari kubwa kihivyo. Ni pressure kiasi gani wakati wapinzani wenu zimebakia alama 2 wanawakimbiza hivi sasa katika mbio za dunia? Zimebakia alama 2. Wewe ndio umepiga hesabu hizo? Simba leo anacheza. Kashashinda. Bado. Kwa hiyo na matokeo yako ikitokea ameshinda. Jamani, siana na wakati mgumu hiyo msimu huu. Mungu tusaidie yaani. Yaani Simba acha ushampa na ushindi. Ikitokea ameshinda. Mungu atusaidie. Sisi bwana, kama nilivyosema, malengo ni kuchukua ubingwa. Tunachukua ubingwa kwa difference ya pointi nyingi, sawa. Unachukua ubingwa kwa difference ya pointi 1, sawa. Unachukua ubingwa kwa faida ya head to head, sawa. Unachukua ubingwa, wananzomea hawa. Wakuzomea. Na wakuzomea. Bwana wananzomea. Alafu wasichana wazuri tu kabisa. Dada wazuri wanakuwa na roho nyeusi. Sasa mmefungwa. Wametumwa. Imekuuma. Hali una maumivu. Imekuuma. Imeniuma. Unamsalimia nani sasa? Ili iweje? Cheki meno yake wewe. Anamwona. Imeniuma. Yaani leo mimi naonekana hapa kama yaani leo mimi hapa station naonekana kama ndaro yaani. Yaani kitokeza tu kama ndaro hivi. Roho ya Mwenyezi Mungu tusaidie sijulie tena hivi. Kwa sisi malengo ni kuchukua ubingwa. Tunachukua kwa pointi 1, tunachukua kwa kulingana pointi, yani itakavyokuwa. Muhimu Yanga awe bingwa. Na ndio maana nikasema mechi ya jana imetushtua vizuri, kila pati ikajiandaa vizuri, twende tupambane kwenye mechi zinazofuatia. Alafu kingine cha msingi, wana Yanga watakiwa wakielewe. Kesho tuna tukio kubwa sisi la kwenda kusaini mkataba na GSM, kuanza ujenzi wa uwanja. Unajua hii Yanga hii inapigania ubingwa toka mwaka 1940 huko. Inapambania tu ubingwa. Na hii 2026 kupambania tena ubingwa. Lakini tukio la uwanja ni tukio kubwa kweli kweli. Kwa hiyo bwana, nawaalika ndugu zangu ni waandishi, kesho makao makuu na wanachama wa Yanga watakokuwa na nafasi, njooni pale Jangwani, tunakwenda kusaini mkataba. Ni siku ya kihistoria kuhakikisha sasa Yanga tunakwenda. Unajua uwanja nao ndio tunaozungumza huu. Na ndio vilombala vinaongezeka, unajua. Watu kama hawataki, kama hawaamini, afu kama hawataki hivi. Lakini wahakikishie Ghalib Said Mohamed anakwenda kujenga uwanja Yanga, na kesho tunakwenda kusaini naye, uwanja ujenzi unakwenda kuanza inshallah. Maswali yameisha? Basi niacheni niondoke. Mchezo ufuatia sana JKT Tanzania, watakuwa kwao, ni mechi ya robo finali ya kombe la shirikisho hilo. Timu imesili leo na moja kwa moja inaenda kambini. Tutakuwa tupo kambini hapa mjini kwa ajili ya kujiandaa na hiyo mechi. Tunaamini ni mechi ya mtoano. Kwa hiyo dimension zake haziwezi kuwa sawa na mechi ya ligi. Itakuwa ni mechi ngumu, mechi yenye pressure kubwa, lakini tunaamini kwenye quality ya timu yetu inshallah tutakwenda kupata matokeo mazuri. Hali wengine wana wasiwasi, Diarra aliumia, na kama aliumia pengine hali yake ipoje au